Karibu mzee mwenzangu. Asante sana ndugu yangu. Kama unavyoona nimekuja na kijana wangu hapa, anasema ameliona ua nyumbani kwako. Mimi sijaona ua, nimeona nyuki. Wewe, usimuite binti yangu nyuki. Heri umuite asali. Umlazi. God have mercy upon us. Niambie shida yako. Tumekuja sasa hapa ili kusudi tujue kwamba mtatupa mahali shingapi na hii harusi ambayo mtaiandaa mtaifanyia wapi, ili kusudi tu tufanye sisi kualika ndugu waje tumalize hili jambo. Mkaja wa mama. Na mkaja wa mama. Alafu kweli pia nitaka kusahau kuna mkaja wa mama, pia kuna koti la baba ambaye ndo mimi. Pia kuna msuli wa mzee. Kwa hiyo vitu vyote bado hatujavipokea kutoka kwenu. Kwa hiyo tumekuja tuyaongee, si ndio mtoto? Tuongee. Kwa hiyo anayeolewa ni binti yangu ama ni kijana wako? Walisema olewi, mbona kaolewa? Bapunguza ubunifu. Unaolewa wewe na olewa mimi. Tulie, ndio tunataka tufanye harusi iwe pambe. Kwa hiyo ndio hivyo mzee mwenzangu. Hivi nyie mna akili kweli? Na ndio maana tukaja hapa ili tukamilishe jambo la harusi, si ndio? Kiongozi, nataka kujua anayeolewa ni binti yangu ama kijana wako? Huyu ndio mwenye jambo lake. Mimi ni baba yake. Mimi ndio mwenye jambo. Hivi mnanielewa? Ndio tunakuelewa kiongozi, na kuthibitishia kwamba tunakuelewa. Kijana wangu yupo tayari kuishi na binti yako kwenye shida na raha, tabu na mateso. Kila kipindi sio kwenye shida, kwenye raha tu. Sawa Maua? Kumbe mlikuwa mmeshaelewana. Kumwacha etiki mwenyewe. Sawa. Sasa viongozi, binti yangu hawezi kuolewa bila mimi kupokea mahali. Kama ni hivyo mnipe talaka yangu. Mimi ndo ninayepokea mahali. Kwa nini ndo unayeolewa? Mimi ndo naolewa. Mimi natakiwa nipokee mahali kama baba yako. Wewe vipi? Kama ni hivyo mimi sitaki kuolewa. Sasa uko wapi sasa? Afu kumbe je ni picha. Hebu tokeni hapa. Tokeni hapa. Baba mimi nataka kuolewa. Tungekuoa sema baba yako anazingua. Basi mimi naenda nao. Hatukutaki baki kwenu. Mimi sitaki. Na sasa tutaki.